Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Watu wa shingo ngumu, Watu wa shingo ngumu, tusamehe. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako, tunahitaji neema yako, enda nasi. Logos ya Biblia. Logos ni mfumo ambao Biblia imeandikiwa. Yaani kila andiko unaloliona kwenye Biblia limeandikwa kwa mfumo wa alama, yaani nembo za kufundishia, alama za kufundishia, ambayo hilo neno logos ni neno la Kigiriki, linamaanisha nembo au alama. Kwa hiyo unachokiona kwenye Biblia, unachokisoma kwenye Biblia, kila andiko ni alama iliyobeba ujumbe fulani, inayoashiria ujumbe fulani. Kama usije kufikiri kwamba kila unachokisoma kwenye Biblia maana yake ndivyo hivyo unavyokisoma. Hapana, unachokisoma ni alama. Andiko unalolisoma lina alama zinaonekana hapo unaposoma. Kwa hiyo hizo alama ndio zinaashiria ujumbe ambao uko nyuma ya hilo andiko. Ndio maana Biblia ina hadithi, ina mifano. Imeandikwa kwa mfumo wa hadithi na ina mifano. Kwenye Biblia, majina yote unayoyasoma kwenye Biblia ni alama yenye ujumbe fulani. Kila jina unaloliona kwenye Biblia, liwe la binadamu yote, mwanamke au mwanaume, lina ujumbe fulani limebeba. Kwa mfano, Abraham ilikuwa inamaanisha baba asiye na uzao. Abraham, baba wa mataifa mengi. Sarai, mama asiye na uzao. Sara, mama wa mataifa mengi. Naomi, mrembo au beautiful. Sulemani, starehe. Nuhu, faraja au relief. Tera, baba yake Abrahamu aliitwa Tera, kuchelewa. Kila jina unaloliona, wale watoto wa Yakobo wale 12, wote majina yao yana mpangilio kamili. Yote ni alama za kutufundisha mambo ya kiroho. Kuanzia Reuben, akafuata Simon, akafuata Lawi, akafuata Asheri, akafuata Dani, Gadi, wote mpaka Yusufu, mpaka Benjamini, wote majina yao yana maana na ni alama zenye ujumbe wa kiroho. Kwa hiyo unaposoma Biblia, usisome Biblia kama kitabu cha historia ambacho kinahadithia hadithi za mambo yaliyotokea zamani. Soma Biblia kama kitabu ambacho kinakupa ujumbe. Na majina yote ya miji na maeneo unayoyaona kwenye Biblia ni alama, ni logos, yana ujumbe. Mfano, Yerusalemu. Yerusalemu ni maneno mawili. Kuna Yeru alafu na Salemu. Na haya majina mawili, maneno mawili haya hayana asili moja, sio ya kabila moja. Yeru inamaanisha vita ambayo ni contention, ambayo haiishi, vita ambayo haiishi kamwe. Neno la pili ni Salemu. Salemu ndio linatumika pia kwa Kiarabu na lilitumika kwa Waajemi pia, linamaanisha amani. Manake neno Yerusalemu linamaanisha vita na amani, yaani amani katikati ya vita. Na unapoona mji wa Yerusalemu pale, unawakilisha kanisa, kwamba kanisa lazima tujue katikati ya vita kali visivyoisha unatakiwa utengeneze amani. Ndiyo maana ya Yerusalemu. Usitarajie kupata amani kwenye utulivu.
Kanisa limeitwa kutengeneza amani katikati ya vita vikali. Babeli maana yake vurugu. Bethlehem maana yake nyumba ya mikate, nyumba ya chakula, house of meat. Efrati maana yake matunda. Moabu maana yake tamaa za ngono, tamaa za uzinzi. Misri maana yake mtumwa, iliitwa Mizraim. Ili neno lilianzia pale Nuhu alivyolaani mjukuu wake ambaye ni Kanaani. Kanaani ndio amezaa bara lilikuwa linaitwa Mizraim. Afrika, Misri inamaanisha mtumwa. Kwa hiyo haya maneno yote yana maana kwenye Biblia. Iwe unaona kakijiji, kamto, kawapi, kwenye Biblia ina maana, ni alama. Logos kuhusu shetani, jinsi Biblia ilivyomzungumzia shetani. Ukisoma Biblia yote utagundua Biblia haijamuelezea shetani kama watu wanavyomchora kwenye picha. Picha nyingi zinaonyesha shetani lina sura mbaya, lina mapembe, lina makucha, linatisha, lakini si kweli na sivyo. Biblia haikuzungumzia habari ya shetani wa aina hiyo. Logos ya Biblia inavyomdescribe shetani, inavyomuelezea shetani ni tofauti na vile watu wanavyochora kwenye mapicha. Utaona hasa kuna alama 3 Biblia imetumia kumuelezea shetani alivyo. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, sura ya 3 mstari wa 1, Biblia imesema nyoka alikuwa mwerevu sana. Maana yake inamaanisha shetani sio stupid, sio mjinga, ni mwerevu. Lakini kwa nini waandishi wa Biblia watumie taswira ya nyoka? Ni kwa sababu shetani hana mwili, sio mnyama na sio mtu useme ana mwili, hana umbo. Shetani ni roho, roho ya upotoshaji. Kwa hiyo waandishi wa Biblia walitumia alama ya nyoka kwa sababu kati ya wanyama, nyoka ni mnyama mwenye busara ambaye anaweza akaishi ndani na wewe kwa muda mrefu. Kama hujamshtukia, anaweza kuwepo muda mrefu. Siku utakayomshtukia ndio siku mtakayopambana. Na ndivyo roho idanganyayo shetani inavyofanya kazi. Shetani hafanyi kazi kama tu watu wanaofikiri alivyochorwa kwenye mapicha anatisha. Anaweza akakaa kwenye kichwa cha mtu msomi mwenye busara sana, ana akili nyingi, ambaye ana sababu za kujivunia elimu yake na maarifa yake. Shetani akakaa hapo kichwani, akatulia kwenye huo usomi. Na shetani anaweza kukaa kwenye kichwa cha mjinga ambaye alikataa elimu, akakataa kusoma, tena anajivunia ujinga wake. Shetani akakaa hapo kichwani, akatulia, na huyo mtu asijue kama shetani amekalia hicho kichwa. Kwa hiyo shetani ni roho idanganyayo inayoweza kudisguise, kujifanya, kuingia kwa mtu na mtu akafikiri ni yeye anawaza, kumbe ni shetani tayari anawaza kwa niaba yake. Lengo la waandishi wa Biblia kutumia taswira ya nyoka lilikuwa ndio hili. Kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 kuanzia mstari wa 3, shetani anafananishwa, anazungumzwa kama mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli ambaye anazungumzwa hapo ni Nebukadreza wa pili, yule ambaye alishambulia Yerusalemu. Komando Nebukadreza wa pili wa Babeli aliyeshambulia Yerusalemu, akawachukua mateka, akaenda kuwatumikisha Babeli. Nabii Isaya anamuelezea Nebukadreza wa pili, karakta yake, tabia zake, jinsi alivyo. Lakini lengo la nabii Isaya, anataka kutuonyesha jinsi shetani alivyo, lakini anatumia picha ya mfalme mashuhuri aliyekuwa anajulikana sana, ambaye kila mtu duniani kipindi kile alimjua. Shetani anatumia taswira ya Nebukadreza wa pili. Kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 28 mstari wa 12 hadi wa 13, Ezekiel anamuongelea shetani,
lakini anatumia taswira ya mfalme maarufu sana wa kipindi kile na aliyekuwa mfalme tajiri sana duniani. Mfalme alikuwa anaitwa Hiramu. Hiramu, mfalme wa Tiro. Huyu ni mfalme alikuwa tajiri sana duniani, alikuwa ni mfanyabiashara mashuhuri duniani. Alikuwa na akili na hekima sana kipindi kile, na alikuwa ni rafiki wa Daudi sana. Sasa nabii Ezekieli alipotaka kuandika habari za shetani jinsi alivyo, roho idanganyayo, roho ipotoshayo ilivyo, ikabidi atumie taswira ya mfalme mashuhuri ambaye dunia nzima ilimjua kipindi kile, yaani Hiramu, mfalme wa Tiro. Sasa utaona wasomi wa Biblia, hakuna mahali shetani anazungumzwa ana mapembe, ana makucha, ana meno makubwa, ana mkia mrefu. Hakuna. Utagundua lengo la waandishi wa Biblia. Sasa Wakristo wako mbali sana na lengo la waandishi wa Biblia, kwa sababu Wakristo wanasubiria kudanganywa na shetani ambaye ana mapembe na makucha na meno makali, anatisha, jeusi, linatisha, lina sura mbaya. Wakristo wanasubiria siku atokee shetani wa aina hiyo. Wanashindwa kutumia akili ya kawaida ambayo logos ya Biblia imetumia kutuelezea shetani alivyo, kwamba anakuja kwa kitu ambacho kina ushawishi, kupitia kitu nacho chenye ushawishi. Yaani kama mfalme wa Tiro ameelezewa hapa, si kwa sababu alikuwa mbaya, ni kwa sababu alikuwa ni mfalme mashuhuri mwenye akili sana ya kumanipulate wengine, kutawala wengine akili zao. Yaani walichotaka kutuelezea ni kwamba shetani sasa hivi anakuja kwako kama mwanamke mrembo sana. Kama wewe ni kijana, atakuja kama msichana mrembo sana. Kama wewe ni mtu na uhitaji wa chakula, mtu mwenye uhitaji wa fedha, atakuja kama bosi, mkurugenzi, waziri, anayeweza kukupa misaada, anayeweza kukupiga tafu, kukuinua, kukufadhili. Kwamba shetani atakuja kulingana na kile unachokitamani. Babeli katika Biblia imetajwa mara 3, lakini imetajwa zaidi ya mara 3, ila nataka kugusia imetajwa kwenye maeneo maalum matatu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11, Biblia imeeleza kuhusu mnara wa Babeli. Yaani watu walijenga mji unaoitwa mnara wa Babeli, ambapo Mungu aliwavuruga usemi wao. Sehemu ya pili ambayo Biblia inazungumzia Babeli ni Isaya 14:12, ambako ilikuwa inaelezea habari ya shetani, lakini ikatumia mfalme wa Babeli. Na sehemu ya tatu ambayo Babeli inazungumzwa katika Biblia ni kwenye Ufunuo sura ya 17, Babeli mkuu wa makahaba, mama wa makahaba. Sasa Babeli inayozungumzwa kwenye kitabu cha Mwanzo inaashiria watu, si kwamba watu walijenga mnara. Ukiona Biblia inasema walijenga mnara wa Babeli, hawakujenga mnara wa zege, ila ni mnara wa fikra za kujitukuza wenyewe. Yaani watu wanapofika mahali wakaanza kusema, nimesoma nikapata degree 2, nimepata PhD yangu, nimesoma, nimepambana sana, nimejitahidi. Hiyo ndiyo inaitwa Babeli, kwamba hapo hakuna kumtukuza Mungu. Watu wanapotaka kufanikiwa ili waweze kujipatia majina na heshima na sifa duniani bila kumtukuza Mungu, hiyo ndiyo Babeli. Na Babeli kwenye kitabu cha Ufunuo inazungumza habari ya mji uliokuwa mkubwa kipindi cha kanisa la Matendo ya Mitume, yaani serikali ya Roma, ikiwa chini ya uongozi wa makaisari, akiwemo Kaisari Nero aliyepambana sana na kanisa, na Kaisari Domitian ambaye alipambana sana na kanisa baada ya Kaisari Nero, na makaisari wengineo. Serikali ya Roma ndiyo inazungumzwa kama Babeli, ambayo kwa nyakati za leo Babeli mkuu, mama wa makahaba, ni serikali ambayo ina nguvu duniani, ina uwezo wa kumanipulate, kushawishi na kutawala kila nchi kwamba ikubali sheria zao ambazo ni za upotoshaji kutoka kwenye kweli ya Mungu,
ili wapewe msaada, ili nchi nyingine zipewe misaada kwa kukubali kufanya makufuru. Kwa hiyo Babeli kwenye kitabu cha Mwanzo ni mji wa kujitukuza watu wenyewe, wa kujitukuza, sio kumtukuza Mungu. Yerusalemu kwenye Biblia inawakilisha kanisa, yaani mji wa kumtukuza Mungu. Kwa hiyo wewe sasa unatakiwa ujiulize, unajenga mji gani kati ya miji hii miwili? Kwenye maisha yako unasoma, unafanya kazi, unajenga nyumba, unanunua magari, unaongeza hiki na kile. Ni kwa ajili gani? Ili ujitukuze mwenyewe ama Mungu atukuzwe? Ikiwa ni ili Mungu atukuzwe, hiyo ni Yerusalemu unajenga na Mungu atatukuzwa. Ikiwa ni ili ujitukuze mwenyewe, hiyo ni Babeli unajenga. Logos kuhusu Jehanamu. Yesu alipokuwa anaongea kuhusu hukumu ya mwisho, alizungumzia kuhusu moto wa Jehanamu, lakini alitumia Jehanamu kama alama ya logos ya kufundishia, kwa sababu Yesu alikuwa anatumia mifano kufundishia. Hivyo Yesu alijua Wayahudi wanaelewa Jehanamu vizuri sana, maana Jehanamu lilikuwa Yerusalemu miaka mingi sana. Tangu kabla ya kipindi cha na Yoshua, Jehanamu lilikuwepo. Kipindi cha Wakanaani walipokuwa wanaishi pale Yerusalemu, Jehanamu lilikuwepo pale Yerusalemu. Lilikuwa linaitwa bonde la wana wa Hinomu, yaani Jehinom, bonde la wana wa Hinomu. Ili bonde la wana wa Hinomu lilikuwa ni sehemu ya kufanyia ibada za mungu Moleki, yaani Wakanaani ndio walikuwa wanaenda kuabudu mungu wao pale kwenye bonde hilo la wana wa Hinomu, yaani Jehanamu, kwa kuteketeza watoto wao moto pale ili kumwabudu mungu Moleki. Na ndiyo maana Mungu aliwaonya Waisraeli walipokuwa safarini kuja nchi ya ahadi, akawaambia, msifanye machukizo kama wanayoyafanya mataifa mtakaowakuta kwenye hiyo nchi mnayoendea, wala msishirikiane nao, wala msiwewe kwao, ili wasije wakawa tanzi kwenu. Yaani Mungu akawaonya, akawaambia msipitishe watoto wenu kwenye moto. Yaani ibada ya kupitisha watoto kwenye moto ilikuwa inafanyika Yerusalemu kwenye bonde la wana wa Hinomu, ya kupitisha watoto kwenye moto, ambayo ilikuwa ni kuteketeza watoto kwenye moto wa Jehanamu kama sadaka kwa miungu yao. Kumbuka Yesu aliongea kwa sababu Wayahudi walielewa Jehanamu. Ingekuwa Yesu anaongelea akiwa Tanzania, ingekuwa Yesu alikuwa anafundisha akiwa Tanzania, asingetolea mfano wa Jehanamu, maana Watanzania wasingeelewa Jehanamu nini. Yesu huenda angesema, usipomcha Mungu ungetupwa katika bahari ya Hindi. Yaani Yesu angekuwa anafundisha akiwa Tanzania, asingetolea mfano wa Jehanamu, kwa sababu Watanzania wasingeelewa Jehanamu ni nini. Kwa hiyo yeye alitolea mfano wa Jehanamu kwa kuwa Wayahudi walikuwa wanalijua Jehanamu. Angekuwa hapa Tanzania, angeeleza kwamba usipomcha Mungu siku ya mwisho utatoswa kwenye bahari ya Hindi. Angetumia mfano ambao Watanzania wanaelewa, maana bahari iko Tanzania wanaielewa. Lakini Yesu alikuwa anataka kuelezea kuhusu hukumu ya mwisho itakavyokuwa, kwamba mtu asiyemcha Mungu duniani amejitenga na Mungu, amekataa kuungana na Mungu akiwa hai. Maana yake akifa atatengwa na Mungu milele. Hilo ndio lilikuwa lengo la Yesu, ambayo kutengwa na Mungu milele ni hukumu mbaya kuliko hata kuchomwa moto. Lengo la Yesu lilikuwa ni kuwaonyesha watu kwamba baada ya maisha haya, aliyeungana na Mungu atafurahi milele, aliyejitenga na Mungu akiwa hai hata akifa amejitenga na Mungu, na hiyo ni mbaya zaidi ya moto mara maelfu. Mazingira ya Wayahudi na desturi za Wayahudi. Biblia inapofundisha inaelezea vitu ambavyo unaweza usivielewe kwa sababu haijaandikiwa kwenye mazingira yako
au mazingira yetu. Imeandikiwa kwenye mazingira ya Wayahudi. Hasa kuna vitu hapa nataka nikuonyesha ambavyo kwa Wayahudi ilikuwa ni sehemu ya desturi zao, kwa sababu vilikuwa kwenye mazingira yao na vimeandikwa kwenye Biblia. Namba moja, Wayahudi walikuwa wanahesabu watoto. Namba moja, Wayahudi walikuwa hawahesabu watoto wala wanawake. Yaani Wayahudi walikuwa wanahesabu wanaume tu ambao wanaweza kwenda vitani kulipigania taifa. Ndiyo maana unaona kwenye Yesu alipowalisha watu mikate, wanahesabika na wanaume 4,000 ama sehemu nyingine wanaume 5,000. Huwezi kuona wanawake wanahesabika pale. Namba mbili, Wayahudi walikuwa wakila pamoja, kwao ni agano. Yaani Myahudi akiamua kula pamoja na wewe, ameingia agano na wewe na umekuwa mwili mmoja naye. Ilikuwa ni desturi ya Wayahudi. Ndio maana walikuwa wakila chakula, mgeni atakula pale, wao watakula hapa, au mtumwa atakula kule, lakini wao watakula meza moja na familia. Na ndio maana Yesu alipowachukua mitume wale akaamua kula nao chakula pamoja, wale 12 aliungana nao wakawa mwili mmoja. Na ndio maana analiasa kanisa kuwa pamoja, kuwa na roho moja, kula pamoja, ili tufanyike mwili mmoja na yeye na kanisa, usio na tofauti ya huyu wala yule na yule. Kwa Wayahudi ilikuwa mgeni mwenye heshima akija nyumbani kwako, mwenye nyumba ndiye utakaye kwenda na maji na biseni, upige magoti, umnawishe, ufungue viatu vyake, umnawishe miguu yake, alafu ndipo utakuwa umemwonyesha heshima. Na ndiyo maana unaona Maria yule aliyekuwa mwanamke kahaba yule alikuja kwenye nyumba ya Farisayo. Alipoona Yesu amealikwa kula chakula cha jioni, lakini Farisayo kumpa maji ya kunawa, kwa sababu Farisayo hakumthamini Yesu, hakumpa heshima aliyostahili. Mwanamke yule alianguka, akalia machozi, akaamua kumnawisha Yesu kwa machozi yake, ili kumwonyesha kwamba yeye amemheshimu, heshima ambayo yule Farisayo hakumheshimu. Na ndio maana Yesu akasema kwa Farisayo, Simoni, nimeingia kwako hapa huku ninawisha miguu yangu, lakini huyu mwanamke ameingia, ameanza kuninawisha miguu yangu kwa machozi yake. Na unakumbuka Abrahamu alipopokea malaika, alianza kuwanawisha miguu kabla hawajaingia ndani, akawavua viatu vyao akawanawisha miguu yao, kuwaonyesha kwamba amewaheshimu. Hii ilikuwa ni desturi ya Wayahudi. Mheshimiwa akiingia nyumbani kwako, lazima umvue viatu vyake kwanza, akiwa pale nje umnawishe miguu. Na ndiyo maana Yohana alipokuwa anataka kumbatiza Yesu alimwambia, na tufanye tu hivi ili tutimize haki yote. Yohana alisema, sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake miguuni mwake. Yohana kwa Yesu alijiona yeye ni kama mtumwa, kwamba Yesu ni mkuu sana. Kama Yesu angeingia kwenye nyumba, Yohana asingestahili kufungua viatu amnawishe miguu yake. Na ndio maana pia unaona Yesu aliwanawisha mitume wake miguu, alafu akawaambia, na nyinyi mkafanye vivyo hivyo. Namba 4, wanaume wa Kiyahudi walipewa dhamana ya kuoa walipofika umri wa miaka 30, na pia walipewa jukumu la kiuongozi katika jamii baada ya kufika miaka 30. Ndio maana unaona Yusufu aliota ndoto za kuwa mtu mkuu akiwa mtoto mdogo, lakini alipita mapito mengi ya kuuzwa mpaka gerezani, mpaka kwa Potifa, mpaka gerezani. Alipofika miaka 30 ndipo alitoka gerezani kwenda kuwa waziri mkuu wa Misri. Mfalme Daudi aliua Goliati akiwa na miaka 17, lakini sheria isingeruhusu kuingia ikulu, japo watu waliimba kwamba ndo mfalme ameua makumi elfu, lakini ilibidi akae huko maporini tena kwenye vita vikali mpaka alipofika miaka 30 ndo akaingia ikulu akawa mfalme wa Israeli. Yesu alianza kuwa na hekima ya mafundisho
akashauriana na wazee hekaluni na kuwauliza maswali ya kidini, lakini mpaka alipofika miaka 30 ndipo alipozindua huduma yake ya kuhubiri injili wazi wazi. Miaka 30. Na ndiyo maana kalenda tulionayo mpaka sasa hivi inasema huu ni mwaka wa 2025. Tangu lini? Tangu Kristo alipozaliwa. Aliyebuni hii kalenda ni Mtakatifu Dionysius, ambaye anaheshimika sana kanisa Katoliki kwa sababu alibuni hii kalenda. Yeye ndiye alianza kutafuta mwaka aliozaliwa Kristo. Haikikuwa kitu kirahisi kutafuta mwaka aliozaliwa Kristo. Yeye alianzia pale Yesu alipozindua huduma yake akiwa na miaka 30. Akaangalia Kaisari alikuwa ni Kaisari nani, akaona Kaisari aliyekuwepo, akaamua kuangalia Herode alikuwa ni nani Galilaya, Yudea alikuwa ni Pontio Pilato. Akarudi sasa nyuma kutafuta Herode mkuu alikuwepo kipindi gani, na anatafuta umri wa kuzaliwa Yesu, yaani miaka 30 ya Yesu, na apate mwaka wa kwanza wa kuanza kuhesabu kalenda mpaka kufikia tulipo sasa. Huyo alikuwa anaitwa Dionysius. Kwa hiyo ni muhimu sana ujue kila kilichoandikwa kwenye Biblia kina mafundisho makubwa ya kukufundisha. Asante.